Ai buda. Hata hiyo story yenye ulikuwa unanishow hatari kwa usalama. Buda usikii kuna kitu kingine hapa nilisoma mahali. Ilikuwa lini? Hata sikumbuki. Unajua hata kukaa bila simu buda mambo mengine inakuwa tricky deadly. Lakini either way we move. Regardless. Sasa usikii juzi nimepatana na kanini hapa nikakuta ama nikasema nasema a man will put his happiness aside for a woman. But a woman will put her man aside for her happiness. Wewe sijui kama umenielewa ama una kizungu likujaga na nini? Throw it back for the audience. Throw it back. Ai buda. A man will put his happiness aside for a woman. Yeah. But a woman will put her man aside for her happiness. For happiness. Yeah? I think it's partly true. Not fully, because men are providers. Men are providers. Okay. So, as a man, unafaa provide. And you're supposed to provide for your woman. So, ikikuja ati ni the other way around, women will always prioritize their own needs. Wewe utaikuwa kando hata kama ni bibi yako, atakuwa tu aside kwanza mambo zake zinawiri. Kwani ni situations ngapi umesikia huku nje msee alienda akasomesha bibi, akasomesha girlfriend. Ai kwani si moja once amegraduate. Kadhaa buda. Unaambiwa I did not ask for this. Sikwambia ufanyie hizi zote. Mimi kwa kwanza ati niko nimeweka hiyo effort yote kwanza na vile hata nikijua mimi mwenyewe maisha yangu inanipeleka mbio. Ipo unapata ngatu madhara. Kuchizi by the ni nisome bele vitu mingi sana kwanza na chizi. Sio kutumia tu madre or something. Mapenzi. Too much effort. Hakuna cha too much effort, but either way kuna kuagana kama nasema aje, kuna ile feeling yenye mtu anakuaga amedai. Na nasemaga ama nilisoma pia mahali. Siku hizi nasomaga sana buta, nimekuwa msomi. Nasoma nini? Nasoma si social media, nasoma kitabu. Wewe. Sasa kuna kitabu kingine nilikuwa nasoma. Sitaki kuisema title juu utaniuliza mbona nasoma hiyo kitabu ati. Kwani ni River Between? Ni River in the Source. Oh, the River in the Source. Na kidagana. My guess was so close. Hakuna si River in the Source. Wewe. Nilikuwa nimesema the River Between. Ukasema ni the River in the Source or something. Hiyo kitabu by the way I'm yet to kuisoma. But usikize kwanza. Kwa hii point mimi naonaga men love authentically. As in kuna mahali atafika aseme fuck. Huyu dem huyu. Kuna vile lakini kwa dem on the other side hakunaga hiyo ati tunaenda full blown. Ndio hapo umesema provider. Ndio mimi nikubali ku provide for two. Doko mathematic yangu yenyewe inanishinda buda. Ndio nasema bedhe. Hata mimi nasema ngaje. Na hii ni contrary to anyone's opinion. Hii ni like I have nasema hata like on socials. They are saying that goes kama hauna pesa. Achana na hiki. Achana na mahusiano bana. Msikue hivyo. Doing the relationship if you don't have money. Achana naye. By the way wadau mmesikia? Achaneni na hizo vitu. Kama una pesa. Mambo ya uhusiano. Oneanga view sasa. Oneanga huko nje telemundo. Na simu yako tu. But either way ile vile mtu anataka ajibaka. Either way unajua maisha utonga kila mtu differently. Budo unasema nini? Hakunanga script. Ndio hivyo. Na hata vile unasema maisha inaga script pia mimi sijui vile wewe una dealing na mabeshte wako. Cause mimi najua gani kiendaga mtaa fulani for example mali nilikuwa Garunga. Nitapata some type of friends. Unaona? Alafu nikikamdheka sasa najua niko na some type of friends. Kuna siku shaikuwa na blocking ya friends. Siati kuna siku nishaikuwa I still do it to date.
Wallahi. Kuna ile Sisemi kublock watu but najua kinyo nasema. Mnafaa kupatana nyinyi wote lakini hauwezi leta hiyo crowd zote mbili at the same place. Hiyo ndo nasema blocking. Usichanganye friend groups. That is what I'm talking about. Like for example, unajua tu vizuri, mimi najua tu vizuri kuna sako fulani nilikuwa nayo before I knew another circle. And then I'm see at hii circle niliachana nayo. It is still like a circle on itself. So tukipanga kitu alafu niite a third party mwenye hakuwa kwa hii circle, ata feel left out. But so, sinyi wote ni marafiki. Jamaa na marafiki sikatai. But kuna hiyo tu like as an adult unafaa kujua kusieve. Joto huku nje by the kwa adult na kupata true friends na kwa ganoma. Unafaa kujua kusieve. Kuna hawa wa hivi, kuna hawa wa hivi, kuna hawa wa hivi, like ni kama for example kama sisi like these friends we grew up with, these our circle that we grew up with. Then there is your circle in campus. There is my circle in campus. Aya, tukiingia work life, you have another circle work life wise. So there is no way you'll ever mix these friend groups. Yeah, cause ukienda kama sasa uitwe kama in your previous workplace wakuite maybe uko na some end of year party. Unaona? You can't always ita watu mlikuwa na orongai ati wakuje, unaona? That is like even ndio unajaribu kusema. But mimi semaga sijui but all in all watu wanafaa juani because hautajua. There's the point of knowing each other, yes. But kuna point yenye wewe unasema amwezi hang out regularly juu amko kitu kama hiyo. Sio hang out regularly. Nimesema when you're hanging out with this group, you can't have people from another group. Like wezi later someone from another circle na huko ambaye hajuani na hii circle. Nimeelewa. Inakaa hata kwa weird for them. But sasa kuna talking about general topic. Mkiongea about general topic, it's fine. Well and good. Basi unapatanga most of the conversations around these circles zina revolving around vitu mmekuwa mkifanya nini kutoka kitambo sijui aje. So ukileta mtu mwingine fresha atahang mbaya sana. Ataboeka. True. Sasa plus then again we are at an age where people nowadays, I don't know, people just come with a lot of things, a lot of baggage, a lot of watu wanakuja na vitu tu mingi. So unapata unasemanga tu hizo huyo so and so na so many issues siwezi muintroduce kwa so and so. Una get hivyo. Unajua watu unajua marafiki zako. Lazima utawaambia ati ni kweli at the end of it ni friends. It's just a circle. Nyinyi ni my acquaintance. So and then in friendship pia kuna level. So kuna acquaintances wenye umesema. Kuna maybe sasa our colleagues wenyewe. Maybe your former colleagues, they are still your friends now. Then they're not hawezi kuwa colleagues tena. Wali transition to friends, a circle of friends. Kuna hao wenye long term friends. So wenye sasa mna share like a really long bond, like maybe 10, 15 years hivyo. They are so different groups. Fiti juu maisha inakuaga wewe unasema yako mimi nasema yangu, tunajua hii mambo inajulikana vile itakuwa. Swali maisha ikupeleke haraka pasta. Maisha itakupeleka mbio hapo nini mwenye peke yako. Unajua nimekumbuka this week there's umeona hii story ilikuwa ati wase walikuwa na ile nini smuggling. Wase walikuwa na smuggle ants through JKIA. Na imagine vile ka kitu ni kadogo mbona kana smuggulio siweke kwa mfuko tena. It happens. And yeah, it happens, but I think okay, in certain countries they don't allow introduction of new species because of various reasons. Sasa ni kama utoe ni kama upate huku like in Kenya we have tunachanga hizi black safarians or something. I don't even know their names exactly. Alafu upate
huku zina thrive vizuri. But zikipelekwa zimetestiwa in another environment zinakuwa an invasive species. Mbaya sana. Zinaharibu. Ni kama upeleke grasshoppers za huku in another setup. So zinakuwa kitu mbaya, yani kitu kubwa. So kuna species of animals zinakuwa banned kupelekwa certain countries. So I'm curious even to ask. Zilikuwa zinasmuggliwa hapa. JKI, like I don't remember. No, they were actually in test tubes. Unakumbuka zile test tubes chemistry. Hizo. So like from the pictures nika test tube and then wameka cotton wool and then like 2 ounce cotton wool, 2 ounce wanafunga test tube. And they had like a whole consignment of test tubes. So it was like a good amount of ants. Muda kumbe maisha inanikalia huku na maisha business idea ziko nje ni mingi. Vitu tunanisumbua hapo kwangu sele nimemwaga shuge ndio naweza fanya shughuli nazo. Unazitanga tu tudhigiria ama something. Yani tu vitu tunanisumbua ndio tunaweza uza. Acha nitaanza kununua. Kesho naenda kama nimemwaga sukari hapo. Watu wajitume by the way, wajitume. Moving on swiftly. Kuna hizi statistics. Sijui bro, tufungue kanisa. Na kuna mahali ulikuwa umetaja kanisa siku nyingine hapa. Organization. So, this was trending on Twitter, I think this was about 3-4 days ago. Around ni wiki tu. Inasema nini? Things about actually the post that I saw was doing something like thing about churches like CITAM is that even as they collect your money to the tune of billions annually, when you die, they will never come to your funeral. You'll be buried by your AIC, ACK, Catholic, or AGC pastors, where you are baptized and confirmed. Haya, sasa hii story ilikuwa I think this was a commentary from I don't know where hiyo story ilitoka wapi, like figures za CITAM za profit za last year zilitoka zilikuwa like 2.4 billion. Buddha, wait. Billion? Yeah, like they made 2.4 billion last year. Sasa kuna msali breakdown akasema that means every minute they were making like 4K every minute. The whole of last year. Mungu wangu. Yeah. Ndio kwambia mzee tufungua kanisa mtakuja. Biashara mzee. And then you know the fact that it's CITAM like unajua most hizi kanisa kama hizi yenye commission hapa AIC, ACK, Catholic, these are communal churches, like they don't have any as in kuna msema claim in kanisa yangu. Kama kanisa kama CITAM si tunajua ni ya nani. Yeah, like ni they are they are well off ni za binafsi, watu binafsi. Wewe na nini? Na nafaa kutafuta nini statistics ya nani ya general ule wangu fulani. Nione kwake kuna kaka. Brother. Ule mwenye kwake alisema kwake ni referral. Letwa hapa. Alisema kwake ni kwa wanajeshi. Yes. Sasa juzi. Mbona mzuri kunikumbusha? Juzi. Kuna jamaa alikuwa amekaa pale front row. Ndio nimeona matrends ikifanywa TikTok ati amuka wewe. Alikidero hiyo. Hiyo skidero mabari. Wewe unalala na umekaa huko mbele akafukuzwa kaenda huko nyuma. Mimi sema si nini mbaya si. I don't for nini kulala kwa church. But labda ameamka. Of course sleeping in churches. It should be a no, yes, but tu hii mwili Buddha ina manual. Tell someone nicely. Mbona upige mtu? Na kwanza ndio huwa zina rekodi wao. Huyo cameraman kwanza na apewe kitu kwanza. It's a whole live Buddha, si ndio? But again, I'm like how do people we've seen this pastor. He has a very huge following. But then again, I look at, this is my personal view. I look at the things that happen in his church, the things that he says, and I'm like, Buddha uko sure kweli. Hata ni mambo ya like kanisa inakuwa like as much as akona yuko na polite banters nini. Okay, zingine na zikuangi polite na very raw.
ingine imekuja ni kama ni yako ndio umepewa buda. Mse. But hapo mimi sitakagi kuingilia huyo mtu wangu. Ni best yako ni best yangu sana na nakoga nimempea heshima. Anafanya kazi fiti by the way kikam kwa hiyo industry ya nini ya hata kuna kitu nilikuwa nikushoji. Sasa usiku kuna jamaa Arif. Sijui mbona nakwambia hizi story lakini sasa Niseme tuzisikie. We listen but we don't judge. Tafanya hata nikose kukwambia hiyo story. Tell us. Sasa nimepatana na best yangu fulani. Namtaja jina. Hata usimpatie nickname. Ni probably unajua. Wewe ni mtu unajua lakini no. But hata si mtu. Sijui kama unajuaga vitu kitu inaitwa black tax. Nishakuuliza story ndio. Sasa umori wangu aliamua ahepe mtaa. Na hii ni story nakwambia nao imekuwa ikienda for 4 years. Like by kuhepa mtaa I mean ali disappear from home. Disappear mtaa. But the last information I have 5 years ago ni ati huyu msee alipataga job nyingine fiti sana. Acha ni is it right kusema Kenya anafanya? Sema bora mention jina. Ilikuwa story ya mafuta. Kuletaga mafuta hivyo. Unacheki? Kijana akaanza kupata do vizuri. Maisha ikakuwa fiti. Na ni hapa Lando. Maisha ikakuwa fiti. So si kijana akaile vile unahama mtaa. Unacheki? Akaamaga mtaa. Kidogo. Jamaa maisha yake huwezi elezea. Apatikanagi hata kwa simu hata nini hivyo. Unaona? Si wazee wake akasema buda acha tuende tuangalie huyu kijana mali anaishi. Sasa kumtrace. Si wanatafuta kijana. Wanaambia kijana anaishi wapi? Jeru. Buda. The day before jamaa ana left. Anahama. Hiyo ilikakuwa attempt 1. Wakaulizana ni aje rada? Sikakuwa ni bro ambi wewe. Tafutana na kijana wako ujue ni nini rada. So sijui ilikuwa gaje. Again same thing happened. Jamaa anatafutwa. Inafika hiyo siku. For example amesportiwa mahali. Hii inashuku mambo ya PA maana bana. Akipatwa huku anaishi huku. Wakifika kiateka na washo buda. Umse alikuja hapa na lori na akaleft. Hivyo usiku wa manane. So I'd beg to ask kuuliza kwani black tax hizi imekuwa deadly for that watu wanapotelea wazae wao juu umepata muku tuna it's your time now to grow up. This is a very sensitive topic. Na ni kitu actually it's eating a lot of people, but but people don't come out to speak about it enough. Nasemanga like from my point of view, there's only too much you can give. As that we are too black tax. There's only too much you can give, and you're not supposed to give more than what you expect. Ufai kujifinya in the name of providing, because wewe mwenyewe si ati mimi nasema ulizaliwa ile statement acha tuseme hivi. Mimi nasemaga wewe fanya yako jibambe. But shukran wadau. It's been real. It's been good. Like, share, and subscribe. Mtuambie black tax bana inakuwa affect aje mahali huko. How is black tax affecting you? Na tunawapenda and your people na watu wengi. Nampendane hivyo. One love. Adios.